Lulu Diva kupitia page yake ya Instagram alishare video ambayo ilimuonyesha akiwa na Idris Sultan, akiwa amemkumbatia na akimuuliza Idris Sultan kama kaka yake amwambie chochote au ampe neno lolote kama ushauri ama uhusia. Chochote unachotaka kuniambia niambie. Mimi sina cha kusema. Nipe usia. Sasa baadaye video hiyo ikaenda viral sana mpaka baadaye ikaja ikanaswa na wambea, na moja kati ya wambea hawa ambao walinaswa na kuiposti kupitia peji zao za Instagram ni Juma Lokole, ambaye aliposti kupitia ukurasa wake akiandika caption ambayo ilionyesha kuwa anasikitishwa sana na muonekano wa sasa wa Idris Sultan. Sasa huu ndio muonekano wa sasa wa Idris Sultan ambao umezua gumzo sana kupitia peji mbalimbali za mitandao ya kijamii, watu wengi sana wakijiuliza kwamba jamaa atakuwa anapitia shida gani mpaka amekonda kiasi hiki. Ni kwamba ni ameamua yeye mwenyewe kupungua au kuna changamoto ya maisha anaipitia. Right. Moja kwa moja tukiingia kwenye upande wa comment section tunakutana na Cox dawa yao. I say yeye ameandika tu jamani kaderegana, afu kaweka emoji vya kulia. Wa pili huyu tunakutana naye amesema Idris, kwa chochote ambacho unapitia na kuombea and stay strong. Lakini kuna huyu jamaa hapa anasema kwamba I say msijisahau sana jamani, watu maarufu pia ni binadamu kama sisi, wao pia wana changamoto za kila aina. Watu wanashangaa, mnashangaa sana jamani, utasema wao ni malaika, mnakosea sana yani. Mwenyezi Mungu akuvushe bro kwa changamoto zozote ambazo unapitia. Kamaliza namna hiyo. Afu kuna huyu anasema kwamba people are going through a lot, I say ni vile tu hawezi kusema, Mungu ampe afya njema. Sasa hizo ni baadhi tu ya comments ambazo wadau wamezishusha kupitia peji ya Juma Lokole ambaye aliposti video ya Idris Sultan akiwa na muonekano huo. Sasa kwa haraka ukisoma hizo comments baadaye unakuja kugundua kwamba wadau wengi au mashabiki wengi sana wanaumia pale wanapomuona msanii wao akiwa ameposti picha ambayo inaonyesha yuko katika mazingira fulani ambayo ni inferior. Let's say umeposti picha upo katika mazingira ambayo yanakuonyesha wewe labda umerudi nyuma kiuchumi au umepungua afya yako. So ni kitu ambacho kinakuwa kinawakata fulani hivi, and they wish to know what happened, kwamba kitu gani kimetokea, lakini wanasahau kwamba msanii pia kama walivyo wao ni binadamu na anakula chakula ambacho wanakula wao. End of the day anapitia changamoto za afya kama wanavyopitia wao. So ni hicho ndio kitu ambacho mashabiki wanasahau. And of course sio kitu kibaya pia kwa mashabiki kuwa sympathized na hali mbaya ya msanii wao, kwa sababu ukishakuwa shabiki wa mtu fulani, and of course you wish him or her afanye vizuri zaidi ya pale alipo, unakuwa una wish mafanikio zaidi kwa upande wake kuliko failures. So end of the day ukimuona sasa akiwa yupo kwenye hali mbaya, ni lazima itakupa shock au itakupa mshangao kwamba nini tena, kitu gani atakuwa nakipitia huyu, kama ilivyo kwenye ushabiki wa timu za mpira and stuff like that. Let's say wewe ni shabiki wa Arsenal, ukiona timu yako maybe inazorota, inauza wachezaji ambao mlikuwa mnawategemea, what happened kwa upande wako, to your feelings, unakuwa unahisi vipi, una feel vipi ukiona vitu kama hivyo au mabadiliko ya aina hiyo yakiwa yanatokea kwenye timu yako. So it's the same applies to huku kwenye upande wa muziki. Mtu akishampenda mtu, akimshabikia mtu, end of the day akawa anamuona tena anapitia changamoto fulani, and of course inaumiza, na anakuwa na wish kama na uwezo amsaidie na kumtatulia hizo changamoto zake. Hii ni Landlord TV, mimi ni the baddest boy Mbabe Ninja in town. Usahau kusubscribe. Thanks for watching. Chochote unachotaka kuniambia niambie. Mimi sina cha kusema. Nipe usia. Uwe binti mzuri, that's it. Basi hivyo tu. Yeah, just be better for yourself. Basi naomba hela. Sasa nakusi uache kuomba hela.